Tusirudie dhambi tena. Kanisa, tusirudie dhambi tena. Dhambi ni hatari. Dhambi ndiyo ambayo itakayomzuia mtu asiingie mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Lazima tuikatae dhambi, lazima tuikatae dhambi, na kisha tuketishwe kwa Mungu Baba, tuketishwe kwa Mungu Baba. Yesu atasema, Baba, ulionipa ni hawa hapa. Yesu ataachilia utambulisho. Yesu ataachilia utambulisho. Je, uko mahali hapa? Je, unaingia kwenye ibada? Una mpango wa kwenda mbinguni? Je, una mpango wa kwenda mbinguni? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Zamani zile tulivyokuwa tunaitumikia dunia, yule mkuu, zamani tulikuwa kama hao. Tulikuwa ni hasira mbele za Mungu. Mungu alikuwa anapata hasira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ambapo anaishi maisha ya dhambi, Mungu ana hasira na ile dhambi. Mungu anachukia ile dhambi ambayo mtu anaitenda. Tulikuwa hasira ya Mungu, lakini kwa neema ya Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba Yesu Kristo akaja akatuokoa. Alipotuokoa hakuishi hapo, akatuketisha mbinguni, tukaketi naye katika ulimwengu wa roho. Mkono wa kuume tutamwona Mungu Baba, yeye kama alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaketishwa. Kwa hiyo mtu anapookoka anaketishwa. Anaketishwa mahali pa juu. Anahamishwa kutoka mautini, anatolewa kutoka mautini na kuwekwa mahali penye uzima. Sisi kama kanisa, sisi tumea mauaji tena, hatutaua tena, hatutazini tena, hatutasema uongo tena, hatutatamani tena, hatutaua tena, hatutatamani tena, hatutasengenya, kwa sababu huko tumekwisha kutolewa, tumeketishwa mahali pa juu. Hawasengeni tena, hawana kiburi tena, hawana uchonganishi tena, hawana fitina tena, maana wao wamehamishwa, wametolewa. Ndani yake kuna roho ya Shetani inayomsukuma kuyafanya yale, lakini tuliokoka na sisi tuna matendo yetu. Waliookoka tuna matendo yetu ya utakatifu, tuna matendo yetu ya Mungu, tuna matendo yetu ya Mungu ambayo Biblia inasema tangu hapo mwanzo Mungu alikwisha kutuwekea ili tuweze kuyatenda hayo. Wewe ukasema umeokoka, lakini bado nayatenda dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata Wakristo wengi wanahangaika kwa habari ya maisha. Unajua nini? Hawana imani juu ya Mungu wao ya kwamba Mungu atabadilisha maisha yao. Na ndio maana leo wanahangaika. Wakristo leo wanaonekana ya kwamba ni watu kama ombaomba, kwa sababu hawana imani juu ya Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hawana imani. Na ndio maana leo watu tunasumbuka na mambo ya dunia. Tunasumbuka kana kwamba tutajiokoa. Sio kwamba kujiokoa, ni kwamba tuna imani juu ya Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Wakristo wa leo ni kama yatima, lakini Mungu alisema utajiri ni wa kwetu. Utajiri ni wao. Hakuna binti ambaye atasema na mgoja Mungu kuolewa, kijana kusema na mgoja Mungu kuoa. Haiwezekani. Hawana imani juu ya Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba tunapokuwa tumeketishwa,
Kinachofanya tuketishwa ni kwa sababu tumemwamini Yesu Kristo. Tumemwamini Yesu Kristo, ile imani. Na Biblia inasema kwamba hata kuamini sio kwa nguvu zetu, ni kipawa cha Mungu ambacho Mungu ameweka ndani ya mtu ili mtu aweze kuamini, ambacho Mungu mwenyewe alikusudia akaweka kipawa ndani yetu, tukahubiriwa pale, tukaamini, akatutoa mautini, akatuleta kwenye uzima, akatuketisha katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipawa cha Mungu ambacho tumeokoka kwa sababu ni kipawa. Na ndio maana Biblia inasema kwamba hapo zamani mlikuwa wafu, mlikuwa mnatenda dhambi. Kila mtu akikumbuka alipokuwa, tukisema kila mmoja eleza alipokuwa, itakuwa ni aibu, itakuwa ni hatari, itakuwa haifai, itakuwa haifai kabisa kama kila mmoja kieleza alikotoka. Lakini nikaokoka, wengine walisikia, lakini hata leo hajaokoka. Lakini kwa sababu Mungu, Biblia inasema tumeokolewa. Mungu alinipa neema, Mungu amekupa neema wewe ya kuweza kuamini Injili, ya kuweza kumwamini Yesu Kristo, wala si kwa nguvu zetu, bali ni kipawa cha Mungu, bali ni kipawa cha Mungu. Na ndio maana tumeketishwa mbinguni, tunajulikana mbinguni kwa sababu tumeokolewa kwa damu ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba tutapataje kupona tusipojali wokovu? Na ndio maana dada katika kushuhudia akaanza kushuhudia kwa habari ya wokovu, akaanza kusema kwa habari ya wokovu Mungu alikomtoa. Jipange mwanamke, jipange mwanaume kumpokea Yesu mawinguni. Okoka leo. Kama hujaokoka, hii nafasi yako ya kuweza kuokoka, uweze kwenda mbinguni. Maana haya mengine yote tunaoshughulika nayo hayana maana. Cha maana ni wokovu. Juzi mchungaji akaniambia kuhubiri ni vingine na kwenda mbinguni ni vingine. Bwana Yesu asifiwe. Nilienda ofisini kwake pale Paboni, sasa akaniambia habari ya mbinguni ni nyingine na huduma ni nyingine. Uniketishe juu, uniketishe katika ulimwengu wa roho, uniketishe juu, ujulikane mbinguni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu wanajulikana duniani, wako watu wana majina duniani, lakini hawajulikani mbinguni. Wako watu wana nguvu duniani, wako watu wana pesa duniani, wako watu wanafanya kila chochote hapa duniani, wana nguvu, lakini mbinguni hawajulikani, lakini mbinguni hawajaketishwa, lakini mbinguni hawajulikani. Lakini mimi na wewe, Biblia inasema tulipomwamini Yesu Kristo tumeketishwa mbinguni, tumeketishwa mbinguni katika ulimwengu wa roho. Ni kweli tupo duniani, lakini katika ulimwengu wa roho sisi ni familia mbinguni. Tunaonekana kule mbinguni, tunamwabudu Mungu mbinguni, tunamwabudu Mungu mbinguni, tunajulikana mbinguni. Haleluya, haleluya. Watu wana nguvu duniani, watu wana uwezo, watu wana uwezo. Atakayetaka kuyaokoa maisha yake na akaniacha, Yesu anasema maisha yake ataangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile asubuhi nilivyosema, shetani humpoteza mtu kwa kutumia vile vile anavyohitaji. Na watu duniani wenye nguvu, manake wana pesa, na watu leo kanisani wanapambana na wao waweze kuwa na pesa. Lakini sisi mbinguni, Yesu alitambia tutafute kwanza ufalme na haki yake, na haya mengine yeye atatuzidishia. Lakini hiyo ni wale tu wenye imani na Yesu, ni wale na dunia na kutafuta uchumi wa dunia. Yesu amesema utapotea. Bwana Yesu asifiwe. Utapotea uking'ang'ania kwa nguvu zako, nguvu zetu. Ndio maana Biblia inasema mpende Bwana Mungu